Taarifa iliyotolewa na jeshi la polisi mkoa wa Mbeya siku za hivi karibuni ni taarifa ambayo imemuibua rais wa chama cha wanasheria Tanganyika Boniface Mwabukusi. Taarifa hii tutasummarize kwa ufupi, lakini pia tenda kugusia ama tenda kuangalia kile ambacho Boniface Mwabukusi ameweza kukizungumza baada ya taarifa hiyo kuwa imetoka. Taarifa ilikuwa inadai ya kwamba jeshi hilo la polisi mkoa wa Mbeya linaendelea na uchunguzi dhidi ya tukio ambalo lilitokea Mei 2 mwaka 2025 huko mkoani Mbeya la kuvamiwa na kujeruhiwa kwa Mpaluka Saidi Nyagali maarufu Mdude, ambaye ni mwanachama na mfuasi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ambapo baadaye pia baada ya kuwa wamevamiwa na kujeruhiwa, watu hawa wasiofahamika walitoweka kusikojulikana na Mdude. Sasa jeshi la polisi pia lilidai ya kwamba kumekuwepo na matukio kadha wa kadha ama matamko kadha wa kadha ambayo imekuwa yakitolewa na mtu ama kikundi cha watu juu ya kuwatuhumu baadhi ya askari kuweza kuhusika na tukio hilo. Sasa akaenda mbali zaidi kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Mbeya na akasema ya kwamba alitoa onyo kali kwamba endapo chochote kibaya kitakachotokea, basi hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi ya kile ambacho kinaendelea majuu ya yale matamko ambayo yamekuwa yakiendelea kupitia watu, kupitia mtu mmoja mmoja ama kikundi cha watu. Sasa Boniface Mwabukusi ambaye ni rais wa chama cha TLS pia kwa upande wake ameweza kutoa kauli kama rais wa chama cha TLS. Ni kauli gani hiyo ambayo Boniface ameweza kuitoa? Naomba ninukuu kile ambacho Boniface aliweza kukiandika kupitia ukurasa wake wa X, zamani kama Twitter. Kupitia ukurasa wa Twitter ama X, Boniface ameandika hivi: kama kweli tamko hili limetoka jeshi la polisi mkoa wa Mbeya, kwa nini halijasainiwa? Tunaliomba jeshi lithibitishe uhalali wa barua hii, na kama imetoka kwao, basi watu wote wenye utimamu wa mwili na akili tunalitaka liache uchunguzi dhidi ya swala la Mdude, kwani kwa barua hii ni wazi kwamba tayari jeshi litakuwa limepanic, linashughulika na wahanga na kuacha jukumu lake la msingi na kujigeuza kutetea wahalifu wanaotuhumiwa. Hawa askari wanaotuhumiwa wanafahamika kwa sura na majina na kuanza kuexonerate kupitia barua hii. Kama kweli ni ya polisi, itakuwa uthibitisho kuwa uchunguzi unaoendelea ni kiini macho na kutupotezea muda. Aliendelea kwa kuandika: marafiki wa Mdude, kipaumbele chetu ni Mdude Mpaluka Nyagali apatikane akiwa hai. Hatutaogopa kitisho cha kiumbe, mtu au mamlaka yoyote chenye lengo la kututisha au kutaka kutudhuru au kutufubaza au kutunyamazisha. Tumsahau ndugu na rafiki yetu Mdude Mpaluka Nyagali. Iwe iwavyo, tunataka Mdude Mpaluka Nyagali akiwa hai. Iwe iwavyo, tunamtaka Mdude Mpaluka Nyagali akiwa hai. Huu ujinga wa utekaji na kucheza na maisha yetu hatuwezi kuvumilia sana. Yeyote anayetutisha lazima atakuwa mhusika wa moja kwa moja katika uhalifu huu dhidi ya Mdude. Tunamtaka Mdude Mpaluka Nyagali akiwa hai. Sisi sio mbuzi wa kafara. Akamaliza kwa kuandika aluta continua. Mapambano dhidi ya dhuluma na utekaji yanaendelea na ushindi ni lazima. Hii ni kauli ambayo ameitoa Boniface Mwabukusi ambaye ni rais wa chama cha wanasheria Tanganyika kufuatia taarifa iliyotolewa na jeshi la polisi. Hii ni kauli ambayo ameitoa Boniface Mwabukusi na sisi tumeifikisha kupitia Habari Digital kwa siku hii ya leo. Lakini kwa maoni na ushauri, tuandikie maoni yako hapo chini kwenye sehemu ya kuandika jumbe.
lakini pia usisahau kushirikisha taarifa hii kwa watu wengine, ndugu jamaa na marafiki. Mimi naitwa Manoni, hadi wasaa mwingine endelea kutufuatilia, lakini pia usisahau kusubscribe Habari Digital.